Sisi kama mamlaka ya maendeleo ya biashara Tanzania tuna mfumo ambao tumeshauanza kufanyia kazi watoto wake. Ni mfumo unaitwa ITIMS, Integrated Trade Management Information System, ambayo mtoto wake ni ile trade portal, ambayo inatumia na zaidi ya watu 300,000 wa ndani na wa nje ya nchi. Karibu sana kwenye Fireside Chat, Credit Info Fireside Chat. Mimi ndo Masud Kipanya, mara nyingi ndo nakuwa mwenyeji wako hapa. Ninakuletea wageni mbalimbali, tunazungumza nao kuhusu mbalimbali. Mwisho wa siku ni kuangalia mustakabali ama kutengeneza mustakabali wa nchi yetu. Naweza kaa kwenye maeneo mbalimbali, tunakutana na wageni. Leo niko na mkurugenzi wa TanTrade. Anaitwa, mimi namuita Dada Latifa. Atatupa majina yake yote matatu leo, lakini pia tutajifunza kujua TanTrade ni nini, wanafanya nini, hivi ni taasisi binafsi au ni sehemu ya serikali, yote tutayafahamu. Karibu sana Dada Latifa. Asante sana Bwana Masud. Mnaendeleaje TanTrade? Nashukuru sana. TanTrade tunaendelea vizuri sana. Najua watu wengi wakisikia TanTrade wanakumbukia Sabasaba. Si ndio? Na nyakati zenyewe ndo hizi. Mmeshaanza maandalizi? Tumeshaanza maandalizi tokea mwezi wa kwanza. Na tunaendelea kama kawaida yetu. Maonyesho kila mwaka tunayafanya yawe tofauti na yaliyopita. Mnajitahidi yawe tofauti. Okay. TanTrade ni nini hasa? Na inafanya nini? Asante sana, swali lako zuri sana. TanTrade kirefu chake ni Tanzanian Trade Development Authority. Kiswahili ni Mamlaka ya Maendeleo ya Biashara Tanzania. Ambapo hii ni taasisi ya Wizara ya Viwanda na Biashara, lakini ina jukumu la kuendeleza na kukuza biashara nchini. Lakini pia ina jukumu la kutangaza bidhaa na huduma za Tanzania ndani na nje ya nchi. Lakini pia ina jukumu la kufanya tafiti mbalimbali za bidhaa na biashara zetu. Vipi biashara zetu zitapata masoko nje au maeneo mengine duniani. Lakini pia ina jukumu la kufanya intelligence, market intelligence. Kuangalia bidhaa zipi kupitia kwa kushirikiana na balozi zetu, kwa sababu market intelligence sisi kama sisi pekee yetu hatuwezi kwenda. Kwa hiyo na zile balozi zetu miongoni mwa majukumu yao kule walipo kufanya intelligence. Kwa hiyo ile market intelligence tunaangalia kule sisi tunapata fursa ya bidhaa gani, au sisi tuende vipi, sio tunaenda tu tunavamia. Kwa hiyo ni market intelligence pamoja na tafiti pamoja na majukumu mbalimbali ya kukuza na kuendeleza biashara nchini, pamoja na kushauri serikali juu ya policy, sera bora ya ufanyaji wa biashara nchini. Kwa hiyo hayo ni majukumu yetu. Na yale ambayo umesema maarufu sana, ambayo maonesho ya Sabasaba, yale ni moja kati ya jukumu letu la promotion, to promote bidhaa zetu za Tanzania ndani na nje ya nchi. Kwa hiyo tunaalika wafanya biashara mbalimbali wa nje ya nchi waje ndani, ambapo wanakuja kuonyesha, lakini wanakuja kuonana na wafanya biashara wenzao, kubadilishana ujuzi, utaalamu na kupeana biashara kwa kweli. Kwa hiyo yale maonyesho ni sehemu moja kubwa ya utekelezaji wa jukumu la promotion ya bidhaa za Tanzania, bidhaa na huduma ya Tanzania. Okay. Umesema market intelligence, umenikumbusha, maana yake inaangukia kwenye hiyo ndio economic intelligence, maana yake kwenye masuala ya intelligence ya kiuchumi. Tunapoanza kupekua wenzetu huko wako vipi, wana nini, kitu gani ndio sasa hivi kwenye market. Kwa hiyo kwa mfano sasa hivi tunapozungumzia madini ya kimkakati, najua kuna namna ambayo pia mtaanza kupekua kujua. Kwa mfano sisi sisi KP Motors tuna kiwanda cha gari za umeme, lakini sisi ni wadogo mno. Lakini najua kuna wakubwa ambao wako huko duniani. Kuna namna ambayo tutafika pia kwenye kuangalia sisi tuna madini gani ya kimkakati ambayo yanasaidia kutengeneza betri za gari za umeme. Hiyo ni sehemu moja wapo pia ya kufanya, si ndio? Hiyo ni sehemu moja wapo ya kufanya kupitia sekta husika, na imeshafanywa na sekta husika. Kwa hiyo Tanzania sasa hivi tuko mbali sana. Ndio maana unaona kila wizara inashughulikia ile sekta yake. Kwa hiyo hata madini ya kimkakati yanajulikana. Na jana tu nafikiri mlishuhudia Mheshimiwa Makamu wa Rais anazindua mkutano mkubwa wa wakuu wa taasisi zote za serikali. Tunapewa elimu ya kuhamasisha biashara ya carbon. Kuifanya carbon kuwa biashara. Na kuwa na maafisa mazingira, mameneja mazingira katika kila taasisi. Kwa hiyo unaona Tanzania jinsi inavyoona umuhimu wa ile carbon, kwa sababu tunaelekea huko kuifanya biashara. Tunafahamu wenzetu Mtwara, Lindi wamejaliwa kuwa na gas. Kwa hiyo lazima na sisi tubadilike tu huko. Kwa hiyo sasa hivi serikali nzima tunatakiwa tuende hivyo.
Kwa hiyo hata huo utafiti tayari umeshafanywa sekta husika. Mimi nimebahatika kuona ramani kabisa ya Tanzania ambayo inaonyesha kila eneo kuna madini gani. Kama utakumbuka tuliratibu maonyesho ya Expo 2020 Dubai. Wakati wa kipindi cha Expo 2020 Dubai tulishirikiana na wizara husika inayoshughulikia madini, na kulikuwa katika banda la Tanzania kuna ramani inaonyesha madini. Sisi ni matajiri wa madini aina mbalimbali. Yes. Na wapi kuna madini gani. Na outcome yake ndio hii mnaoiona, kwa sababu Expo 2020 Dubai ndio imeibua miradi mingi sana baada ya kuhakikisha tunauza fursa zetu. Kwa hiyo ile ramani pia imesaidia kuona, na wakati Expo inaendelea watu walikuwa wanakuja huku wanaonana taasisi husika, na kulikuwa kuna negotiation nyingi ambazo kwa kweli imeleta faida kwa Tanzania. Kwa hiyo hii hata miradi mikubwa hii inaendelea ni outcome ya kazi za TanTrade ambazo faida imeonekana, kama hiyo miradi unaisikia unapigwa makelele, miradi ya infrastructure, miradi hiyo ya bandari, yote ni miradi ambayo ni matokeo ya majukumu ya TanTrade ambayo tumetekeleza kutangaza fursa mbalimbali. Okay. Sasa ni huduma gani ambazo mnazitoa kwa mfanyabiashara au kwa wafanyabiashara? Najua wafanyabiashara wamegawanyika. Kuna wadogo, kuna wakati, kuna wakubwa. Kwa namna jina lenu jinsi lilivyo, najua linachukua wote hao. Ndio? Ndio. Ni huduma zipi ambazo mnazitoa kwa wafanyabiashara? Huduma tunazozitoa ni nyingi, na tunajitahidi kufanya package kwa mujibu wa wakati. Kwa sababu kwa mfano ukiangalia mazingira ya sasa hivi tunatoa huduma kwa kupitia mifumo. Kuna trade portal ambayo ya Tanzania inaitwa trade.tanzania.go.tz. Hiyo trade portal inaonyesha procedure, taratibu zile za kikodi unapotaka kuingiza biashara nchini Tanzania, au ukitaka kusafirisha biashara nje ya Tanzania. Hivi zote hizi ziko kwenye umbrella yako kutoa na kuingiza. Ni import and export. Kwa hiyo trade portal inaonyesha hizo procedure, ambapo wewe kama uko nje ya nchi unataka kujua kahawa ina taratibu gani, unaingia kwenye portal yetu, unaona zile procedure za kahawa ufanye nini bila kumuuliza mtu mwingine. Kwa hiyo hapo una save agency cost za kumuuliza mtu. Lakini hiyo portal ina watembeleaji zaidi ya 300,000. Imekuwa very common trade portal. Kwa tunatoa huduma za kumtaarifu mfanyabiashara kuwa tunamjengea uwezo bila kwenda darasani kupitia mifumo. Kundi gani liko zaidi linaingia kwenye portal? Umeniambia watu wengi, lakini ni Watanzania au watu wageni? Wageni wanaitumia na Watanzania wanaitumia. Wageni imekuwa very useful kwao, na tumepata taarifa na tuna information nyingine wageni wanatuuliza kupitia hiyo portal. Lakini kundi jingine lile ambalo la chini kabisa, tunawapa huduma ya SMS bulk. Tukiwa tuna taarifa muhimu za fursa za biashara, fursa za trade mission ambazo wanatakiwa waende, tunawatumia SMS bulk, ambayo wale wenye visimu vyetu vile vya vitochi anapata ile taarifa. Si lazima uwe na smartphone manake. Sio lazima uwe na smartphone. Lakini pia kwenye smartphone kuna wanaita TanTrade biashara app. Kuna biashara app ambayo hiyo ni application, unaidownload kwenye simu yako, unapata taarifa za masoko yote ya humu ndani, ambapo kama wewe ni mfanyabiashara au mtumiaji au ni muuzaji wa rejareja, unapata taarifa za bidhaa mbalimbali za masoko za kilimo. Unajua leo soko la Kariakoo leo bei yake iko hii. Kwa hiyo unapata kufanya analysis uende soko gani kupitia hiyo biashara app, kupitia hiyo mifumo. Lakini pia katika kuendeleza mifumo, kwa mara hii pia watakao shiriki maonyesho ya biashara ya 49 tunaita maonyesho ya 49 ya biashara ya Dar es Salaam, mara hii wameanza kufanya application online. Huna haja ya kuja kuonana na Latifa au unaenda kumuona Masudi kila siku ukajenga ile culture kwamba mpaka unione mimi, uonane na mimi ndio upate banda zuri. Lakini mara hii unaingia mwenyewe, unafanya application, inakupa mpaka ramani unaiona na ramani unaiona kuna maholi yale unayaona. Lakini baada ya kama mwezi mmoja hivi tutakuonyesha ramani ya uwanja mzima sasa. Lakini hii kuna maholi yale ambayo common yale unaona ramani na lipi lishachukuliwa utaona. Kwa hiyo huna haja kwa hiyo pia kwenye ile ramani ambalo limeshachukuliwa unaonyeshwa kwamba hili alikubali kufunguka. Litakuwa liko shaded hivi, liko na rangi. Kwa hiyo hiyo ndo huduma tunazowapa. Lakini pia tunatoa huduma za ushauri. Tunatoa huduma za ushauri kwa wafanyabiashara mbalimbali. Lakini TanTrade ni taasisi mojawapo, ni taasisi ambayo ni lango la biashara ndani ya Tanzania na kwenda nje ya Tanzania. Ni lango kivipi? TanTrade ni bridge, daraja.
mtu yoyote akitaka kuja Tanzania kufanya biashara lazima achupie kwenye daraja la TanTrade. Anakuja anauliza, anasema mimi na interest ya kufanya biashara kadhaa ya madini au ya nini. Naambia la, sasa sisi tunakuconnect na taasisi husika zinahusika na madini. Kwa hiyo ni daraja. Ndio maana unaona mara nyingi sisi tunafanya interaction na wageni. Unajiuliza kwa nini hao wanafanya interaction na wageni? Kwa sababu ya jukumu letu. Tuna interact, sisi ni ambassador of trade kwa nchi yetu. Na sisi tunafanya hivyo kwa sababu ni jukumu letu la msingi kuprotect pia na kutangaza biashara yetu. Kwa hiyo ni mamlaka ya maendeleo ya biashara Tanzania. Mimi ni mwenyekiti wa chama cha wamiliki wa viwanda vidogo. Kwa hiyo wakati nikizungumzia biashara lazima niwazungumzie watu wangu wadogo. Kwenye ile swali ambalo nimekuuliza, huduma ambazo mnazitoa kwa wafanyabiashara ilikuwa kwa ujumla wake, lakini kwa hawa wadogo, small and medium, hawa mnawasaidia vipi kwenye kuwaunganisha na mambo mbalimbali mazuri? Hawa wadogo tunawasaidia katika kuwajengea awareness na capacity building kulingana na mahitaji yao. Kwa mfano, kuna kipindi tulikuwa tunatoa mafunzo ya jinsi ya trade information, kwa sababu tumeona kuna msingi wa trade information wanakosa hawa wadogo. Kwa hiyo tuna kipindi tunaandaa mafunzo kupitia wataalamu mbalimbali wa trade information, lakini pia trade information ya masoko ya nje pia kuna fursa ambapo wao wakijikusanya kama umbrella wanapata. Kwa hiyo kupitia hata hawa wataalamu wa balozi zetu, saa nyingine balozi anaomba audience, tunawakusanya online. Online, tunatengeneza linki, tunawaalika, tunawafanyia mafunzo yao special ambayo kulingana na lile soko husika. Kuna kipindi tulifanya mafunzo mengi sana kupitia soko la Saudi Arabia. Na watu wengi walijua kama Saudi Arabia kuna fursa ya bidhaa ya nyama. Na tulifanikiwa kupata certificate ya halal kwa ajili ya kupeleka nyama Saudi Arabia. Na certificate hiyo unaweza kupeleka nchi za Kiarabu kwa sababu ni same, vitu ambavyo vinafanana. Lakini pia tunapopata hitaji la lile kundi maalum, tunafanya mafunzo hayo. Kwa mfano tumefanya mafunzo ya maafisa biashara wa Tanzania. Tuliwafanyia kwa sababu wao walikuwa kwa ajili ya trade information, maafisa biashara wenzetu wa halmashauri na mikoa walihitaji na wao kujua, kwa sababu walikuwa wanafanya zile za kawaida kwenda field na kuzipeleka. Sasa sisi tunazihitaji zile za field kule chini ili tuziweke kwenye mfumo wetu, watu wazitumie, iwe useful kwa wale level uliosema. Uliwagawa vizuri mwanzo, ulisema small, medium na large. Kwa hiyo sisi wale medium na large wanazihitaji hizi information huku juu kwenye mifumo. Kwa hiyo imebidi sasa wale maafisa biashara lazima tuwape hayo mafunzo. Tumewapa mafunzo, wanatuingizia entry za zile information na zinakuwa useful. Lakini pia tuna mafunzo tuliyafanya kwa wafanya biashara wa ushirika. Tuna ushirikiano na vikundi vya ushirika. Kwa mfano ushirika wa kahawa, ushirika wa wakulima ambao Dodoma wanalima ufuta. Tumefanya mafunzo, kwa mfano unafahamu kuna mafunzo muhimu ambayo hata mimi nayafurahia mpaka leo na I feel proud kuyataja, mafunzo ya zabibu. Kama tunavyofahamu Dodoma wanalima zabibu kwa wingi. Lakini culture ni kwamba ukishakulima umuuzie anayeprocess mchuzi kwa ajili ya wine na zile juice. Sasa kuna kipindi kuna crisis, kama utakumbuka mwaka 1.5 nyuma kulikuwa kuna crisis ya soko la zabibu. Sisi kama TanTrade jukumu letu kuangalia, yes tumesema masoko yapo, lakini sasa wanunuaji wamesema sasa hivi hatununui, bidhaa ishakuwa nyingi storage au soko limekuwa saturated, wafanye nini? Tumewapa mafunzo ya tulikaa sisi kama TanTrade tukashirikiana na baadhi ya taasisi kuangalia taasisi gani inaweza kutengeneza mitambo. Bahati nzuri taasisi ndani ya wizara yetu moja ambayo ni Temdo na Kamatek wanatengeneza mtambo wa kukaushia kwa ajili ya kuongeza thamani. Kwa hiyo hatimaye tulishirikiana pamoja, tukashirikiana na benki ya kilimo TADB, kwa sababu wale ambao watakuwa ready watawakopesha kupitia Temdo. Kwa hiyo tuliwapa mafunzo wakulima wa Dodoma na haya mafunzo yanaendelea. Kwa sababu ni ile tunaita kanda gani tunaita ile? Kanda kati. Dodoma kati. Kuendekea kule mpaka wapi Singida. Tunakwenda kwa ajili ya kuwapa mafunzo ya kuongeza thamani ya hizi zabibu. Na sio zabibu tu, kunatakiwa hata embe. Kama unavyoshuhudia kipindi cha embe unasikuta barabarani zimepangwa nyingi. Wakati ni juice ile. Mananasi si juice tu. Kuna embe ukikausha, ukaipek, ina soko kubwa sana na inaliwa kama ilivyo. Inagombaniwa ndio vile, ni natural na ina soko. Kwa hiyo ni kununua tu ule mtambo
kukata, unakausha, halafu unapeka. Unatengeneza package yako, unatengeneza package yani Latifa package unauza. Na iko demanded. Kuna mfanya biashara mmoja ambaye anafanya na anaiuza na imetakiwa mpaka amenikimbia. Nampigia simu hapokei. Anapokea kipindi ambacho cha msimu anachokuwa nacho. Lakini pia angeweza kufanya out of season kwa sababu embe kwa mfano kipindi hichi Tanga ziko kwa wingi. Kwa hiyo anachukua zile za Tanga, anakausha, anauza au anashirikiana. Ndio hivyo tatizo la storage labda pia storage ukishakuzikausha hazina shida. Ukishakuzikausha unazipack, zinauza. Kwa hiyo sisi tulitoa mafunzo ya zabibu na matarajio yetu zile zabibu ambazo zinakuwa imported Tanzania zile zilizokaushwa tunataka ziingizwe kidogo sana zitumike zile za kwetu. Kwa hiyo mafunzo namna hiyo ndo tunatoa. Katika majibu ambayo ulikuwa umetoa nimeona kuna namna unayotaja tunajikuta tunagusa na nje vile vile. Mnafanyaje kwenye kutengeneza mazingira ya viwango ili tunachokitengeneza ama tunachokizalisha kiweze kwenda kukidhi viwango vya kimataifa? Kwa sababu mimi najua kwenye ku-export, kwenye kutoa nje, hapa kuna fedha za kigeni ambazo tunahitaji sana kwa kiasi kikubwa sana. Tunafanyaje kwenye kuhakikisha kama ni embe iliyokaushwa, kama ni korosho iliyoongezewa thamani ama inayouzwa ikiwa ghafi, kama chochote kile kinakaa kwenye kiwango cha kimataifa? Kwa sababu kumbuka wafanyabiashara ambao mnadili nao wako ndani. Mwingine hajawahi kufika Canada kuona tai koje. Lakini ninyi ndio ambao ndio kama lango sasa. Hapa mnafanya vipi? Kuhusu viwango is tricky. Is tricky kwa upande mbili. Is tricky kwamba kule wenzetu wanapokuwa wako saturated, bidhaa hawaihitaji season ya nchi nyingine, wanakuletea hivyo viwango. Lakini wanapokuwa wanahitaji hata hivyo viwango vingine hawazingatii. Mimi nilikuwa sijui hiyo. Sasa kwa mfano viwango, sasa njia ya pili viwango ni kwamba muhimu usafi. Usafi, hygienic unaita. Embe umeiskosha kabla ya kuimenya, umeikata, umeianika, umeifunga kwenye mfuko vizuri, na TBS pamoja na wakala wengine tunashirikiana nao katika kutimiza hivyo. Sasa saa nyingine unaweza ukakuta hata ishatimia hivyo viwango wenzetu wanakataa. Kwa hiyo sasa hivi imekuwa uzuri Tanzania tuko kwenye soko la ACTA. Kwa hiyo tunajidai. Wanapokataa sasa hivi tumekuwa demanded. Kwa kweli Tanzania sasa hivi tunagombaniwa kwa kweli. Kwa hiyo bidhaa zetu hazina shida. Tunaona wenzetu wengine wanapokuja wanazichukua hizo bidhaa, tunasema hakuna. Tunagombaniwa hasa kwa Middle East. Middle East wanagombania. Hawana vile viwango kama vya nchi za European country. Magharibi wana masharti makali sana. Kwa sababu wale wana option nyingi sana. Options za kwamba unapokuwa huku Afrika sasa hivi season imekolea, wanakuambia sasa sisi huku hatutaki. Lakini wanapokuwa kuna nchi za wenzetu zile za Asia katikati na wao wanapeleka kule bidhaa. Wanapokuwa wanapeleka kule na huku bei wakiona kubwa, wanakuwa. Kwa hiyo ndio maana nikasema intelligence inahitajika sana. Na tunashukuru sasa hivi sisi katika market intelligence tuko vizuri. Balozi zetu zinafanya kazi vizuri sana. Na market intelligence ni kitu endelevu maana yake. Endelevu na inatakiwa kitu ambacho nasema nimefanya nimemaliza. Hapana, hiyo ni kama ulivyoiunganisha, ulisema vizuri, ni uchumi. Yaani ni roho ya uchumi, ni vitu pacha. Uchumi na marketing vinaenda sambamba. Kwa sababu soko letu litakapokuwa halikui, uchumi wetu haukui. Sijakusikia siku nyingi ukizungumzia namba. Sina hakika kama namba hapa unazo, lakini wakati unajua namba ni kitu cha kujidai nacho. Yaani mtu anakuambia bana, tangu nimeanza nimeshafanya 1 2 3, nimesaidia, hata kama si kwa namba, lakini ukatupa tu mabadiliko ambayo yamekuwa yakitokea tangu TanTrade imeanza kuwa kama daraja kwa wafanya biashara. Tumepanda kwa kiasi gani kwenye kupeleka bidhaa nje? Tumepanda kwa kiasi gani kwenye kuruhusu watu kuja kuchukua bidhaa zetu ndani na kupeleka nje? Asante sana, swali lako zuri sana. Ukiona positive credit ya trade 4 points ni kutokana na juhudi za TanTrade. Na kuongezeka kwa wafanyabiashara Tanzania ni kutokana na juhudi za TanTrade. Lakini pia ukiona ile mikataba ya thamani ya trillion za kitanzania 17 ambazo tulisign kipindi cha Expo, ile ni
fursa ambayo imetokana na TanTrade kazi hivi zile MOU ambazo tulisaini kule, kuna ambazo tumeshaanza kufanyia kazi, mbona zinamalizika miradi mingine kama huo wa bandari ni trillion hiyo unasikia tunasema miradi hiyo ulikuwa ukipigwa kelele mradi wa DP World ni outcome sehemu ya nani na hizi infrastructure miradi, kuna miradi ya reli hiyo, hayo yote imetokana na ile mikataba mingi ambayo tumesema, miradi ya kilimo pia tulisaini miradi ya kilimo. Kwa hiyo ni trillions za Kitanzania imepelekea kuweza sisi kama Tanzania kuweza kuzalisha, lakini tumezalisha wafanya biashara tumewaformalize. Kuna wafanya biashara ambao tumewapa mafunzo. Unajua kule cross border kunafanyika biashara kubwa sana kule ambayo tunaita informal trade. Hilo sisi kama TanTrade tuligundua. Kwa hiyo ili manake si rasmi, sio rasmi na wengi ni akina mama, na kwenye inapokuwa si rasmi manake kuna hela nyingi tunaipoteza kama nchi tunaipoteza. Kwa hiyo lile chimbuko la kuwa na vituo wanaita vile OSBP, vituo vya cross border kule kwenye mipaka yetu kuangalia biashara, mapato ni ile ni outcome ya kazi yetu sisi ambayo tulifanya kama tafiti. Tukaona mipakani kunafanyika biashara kubwa, lazima tu concentrate tu formalize wa Tanzania. Kwa hiyo wakina mama wengi ni wakina mama ndio wanafanya zile biashara. Kwa hiyo tumewaformalize wao wakina mama zaidi ya 8,000 tumewafundisha, wamekuwa formal. Manake hamjawakataza, hamjasema wasifanye, ila wafanye kwa utaratibu ambao wanatambulika. Kwa sababu walikuwa hawajui hata kubudget. Mtu anafanya biashara kisha naitumia alafu haweki kwa ajili ya mtaji wa kesho. Kwa hiyo hata maisha yake hayabadiliki. Zaidi ya 8,000. Kwa hiyo tunajivunia sana tumeformalize biashara za cross border na tumekuanzishwa kwa hizo OSBP. Ni moja kati ya outcome ya TanTrade, vituo vya biashara mipakani, mipaka muhimu sana. Rusumo huko, Horohoro, Sirari, kote huko. Hivi yani TanTrade kama tool ya wizara, kuna namna inaweza kwa mfano anatokea mfanya biashara yuko nje ya nchi anataka kuleta let's say tui la nazi Tanzania, viboksi vile, kuna namna ambayo TanTrade, sina hakika kama mmeshawahi kukutana na kesi kama hiyo, lakini kuna namna ya ili kuprotect viwanda vya ndani. Kuna mazingira yanaweza ikatokea TanTrade ikamwambia mfanyabiashara hapana, mwanje yani anataka kuleta huko, mfano mtu yuko Indonesia, wenzetu wana nani sana wanazi process nazi, si ndio? Lakini sisi tuna utajiri huku, tuna minazi iko mingi. Kuna namna inaweza ikatokea TanTrade ikapunguza kidogo ama ikashawishi kuweka tarifu kwenye bidhaa kama zile ili kuwanyanyua watu wa ndani. Mazingira kama hayo. Hiyo ndo moja kati ya jukumu letu. Tunaposema jukumu letu la kushauri juu ya policy. Policy ni kwamba na sisi ni taasisi ambayo inamilikiwa na Wizara ya Viwanda na Biashara kwa 100%. Kwa hiyo hilo ni jukumu letu. Na inapotokezea masuala yote ya biashara, wizara tunakaa pamoja na tunashauriana kitaalamu kwamba sasa hivi tuzuie. Kwa mfano kuna kipindi manake mna balance hivi. Hamzuii mpaka kuwa kuna upungufu, lakini mna balance. Tuna balance, lakini ni jukumu la wizara. Sasa sisi washauri kupitia policy, lakini pia washauri kama mlivyoona tunaita kuna swala la blueprint. Andiko la blueprint ambalo lilikuwa champion na Wizara ya Viwanda na Biashara. Blueprint ni andiko ambalo linaonyesha tozo, kero za kufanya biashara nchini. Kuna tozo nyingi, ufanyaji biashara unaweza ukenda huku. Hata na mimi kesho nikitoka mfano nikiwa CODG nikienda kule zinakuwa tozo nyingi. Kwa hiyo sisi kama TanTrade tunajihesabu kwanza, mimi nashuka kwenye kiti naanza kusema hizi tozo mimi nikienda nikizifuata. Lakini zinabadilika. Yaani kwa maana ya kwamba au zinabaki kama wishes. Yaani ni kweli watu wanaweza kalalamika nasema na vibali vinatakiwa viwe vile. Nakumbuka niliwe kuchora katuni siku moja. Mnafanya na mnaona inapungua. Zinapungua sana na kwa sababu kuna government willingness. Na kama mnavyomsikia Mheshimiwa Rais na akikaa na sisi peke yetu kama wakuu wa taasisi analikemea sana swala hili. Anasema mnapunguza huku alafu mnaongeza huku. Kwa hiyo mjitahidi mnapotengeneza hizo regulations zenu hakikisheni hakuna ongezeko. Wakati huku tunapunguza hakuna ongezeko. Ndio maana sasa hivi kuna maelekezo maalum ya kupitia mifumo
mifumo inapunguza bureaucracy. Kwa hiyo lazima Mheshimiwa Rais ameagiza kwamba lazima tutumie mifumo ili wewe upungue kwenda kwa polisi, unaenda kwa TBS, unaenda kwa nani, wale wanajikuta wako kwenye mfumo pamoja. Inakuwa ni kama one stop center. Na mnaweza pia kuunganisha baadhi ya vitu, yani badala ya kuwa na watu watatu, ukidili na mmoja umedili na wote watatu. Na hicho ndo exactly kinachotolewa maelekezo, na sasa hivi taasisi nyingi inafanyia kazi hivyo. Nafikiri mtupe muda mpaka kama baada ya miezi 3, lakini maelekezo ya Mheshimiwa Rais Disemba watu wote wameshaingia kwenye mifumo, na sisi almost ndo kama sasa hivi umesikia nimezungumzia mifumo mingi. Ndo hiyo maana yake kwamba to avoid eye contact, kwa sababu eye contact unaweza kumkuta mtu anataka kukuhudumia, anakutengenezea behavior yake, anakuambia hujansalimia. Hata mazingira ya rushwa pia ndio anakuambia hujansalimia. Anaweza kukuambia hujansalimia kwanza, habari yako, unaambia wewe ukifika samani nataka huduma fulani, anakuambia hujansalimia. Alafu unaanza kuogopa wewe mwenyewe, unaweza kusema basi nisaidie. Kwa hiyo kuavoid hiyo eye contact, ndio maana imetolewa maelekezo kwamba maana hakuna kuonana na watu kwenye mfumo. Wewe huendi kumuona Masudi, huendi kumuona Latifa, unaenda kufuata huduma, na huduma unaikuta kwenye mfumo. Kwa hiyo ndio hiyo inotakiwa, ndio encouragement ya sasa hivi. Awamu ya 6 inataka mifumo. Na sisi inatusaidia sisi wasimamizi, kwa sababu tunapunguza crisis. Kwa sababu Masudi, unapokuwa hujahudumiwa lazima utanitafuta. Utaniambia mimi nimefanya hivi, sasa mimi naanza kuhangaika, narudi chini. Na watu wangapi wanaweza kukufikia? Uwezi ukafikiwa na watu. Na wengine sasa wasonijua wanabakia anakosa huduma. Kwa hiyo lazima mtu aconcentrate kwenye mifumo tu, na hicho ndo tunachokipeleka. Japo kuwa kuna ucholeshaji kidogo, lakini sisi wasimamizi tunapambana, na lazima tupambane tuhakikishe mifumo imefika. Tunataka kuepusha kuonana na mtu siku hiyo umemkuta yuko mudi, hajafurahi, unakutana naye anaanza kukuchafua, na wewe sasa unaenda nyumbani huko vizuri. Kwa hiyo ndo kazi yetu. Haya, na tamani sasa pia tuangalie upande wa, kwa mfano, taasisi kama hizi Credit Info ambayo inafanya kazi kubwa sana ya kuchakata taarifa au kuchakata data za Watanzania ambao mwisho wa siku, ili kuanza kutengeneza mazingira ya kukopesheka ama kutokopesheka na kadhalika. Watu ambao mnawahudumia, mtu mmoja na taasisi, mwisho wa siku wote ni wafanyabiashara. Anaweza kawa na kampuni au anaweza kawa yuko kama mtu mmoja. Lakini unajua dada Latifa, kwa sisi wa Afrika kukopa ni kitu ambacho aidha tunaogopa, na tunaogopa kwa sababu nyingi. Kuna mikopo ya kausha damu na vitu vingi sana. Mnafanyaje kwenye kuanza sasa kufanya kazi na taasisi kama hizi za Credit Info ili kuweza kujua wanafanya nini, na ili pia kuweza, umeniambia mlikwenda kwenye mipaka mkafanya kazi na kina mama wengi sana ambao wanafanya biashara ambako hawako rasmi, lakini kumbe wanaweza wakakopeshwa wakakuza mitaji ya biashara zao, na wakifanikiwa watafanikiwa wao na familia zao na jamii zao na taifa kwa ujumla. Kwenye hiki kiunganishi hiki cha kuweza kujua Credit Info wanafanya nini, kwa maana ya Credit Reference Bureau na wateja wenu ambao ndio wafanya biashara, kuna namna ambayo mnafikiria kuanza kufanya kazi na taasisi kama hizi za Credit Info ili kuweza kujua zaidi wanachokifanya? Swali lako zuri sana. Yani hiyo ni moja kati ya jukumu letu, kwa sababu tunafanya kazi na SMEs na wa aina zote, wa chini, wakati na wa juu kabisa. Na hilo hitaji ni kubwa. Tunafanya kazi na hizi credit facilities nyingi. Kwa mfano, kuna kipindi kwa tunafanya kazi na benki fulani ambazo zile benki zilikubali, tulikaa tuka sign memorandum of understanding ya kuwapa sisi, tunapowa recommend mfanya biashara akija kwetu akatuonyesha kwamba tayari, na sisi tukathibitisha kama tayari amepata order ya biashara fulani na hana uwezo ile biashara, yani kifedha hana uwezo, lakini sisi tunatakiwa tumrecommend. Sisi tunamrecommend, tunamrefer kwa ile benki ambayo tumekubaliana nayo. Kama nilivyokuambia, tuna database ya wafanyabiashara zaidi ya, kwa mnamrecommend, lakini mnakuwa hamumjui rekodi zake. Rekodi za credit hatuzijui. Lakini tunachokijua ni mfanyabiashara halali, amepata order na ni halali, yupo kwenye database zetu, anaenda benki, wanampa ile letter of credit. Kwa hiyo sasa ikija hii kwetu si ni fursa, ni fursa, kwa sababu kwamba ni fursa, wanawarahisishia kazi. Kule benki tunaingia nao mikataba, wale tunaingia nao makubaliano,
anakwenda, anajua huyu anakopesheka, basi. Kwa hiyo sisi tunakaribisha, lakini pia sisi kwetu tuna kipindi cha knowledge sharing session, ambayo inafanyika kila Jumatano. Tunakaribisha wadau mbalimbali wa kufacilitate trade. Na hii ni trade facilitation. Kwa hiyo hata hii ni fursa kwetu sisi, lakini pia katika vipindi vyetu kama tulivyoongea, kama wewe umetoka kwenye ile association yako unaita nini? TASIM. Sasa kwa mfano kuna kipindi sisi tumepata hitaji lenu, tunataka training ya aina gani, mnahitaji gani. Tutakapokusanya wataalamu, tunakaribisha na wataalamu kama hawa, tuna align na wao wakupeni ile training, kwa sababu ni awareness ambayo inatakiwa. Kwa hiyo ni hivyo, tunatengeneza package ambayo tuna include mafunzo kama haya. Na ni muhimu sana, hata na mimi binafsi nataka kujua. Unajua sisi pia kama ma-CEO tunahitaji kuona tunakopesheka hatukopesheki. Na si ma-CEO tuna jukwaa letu, wakuu wa taasisi za umma, mashirika ya umma. Tuna jukwaa letu ambalo hata na sisi msituangalie kama sisi ni wakubwa sana tunajua kila kitu. Sisi pia tunahitaji hiyo huduma. Tunahitaji pia kujijua, kujitathmini pia tunakopesheka hatukopesheki. Kwa hiyo sio wale tu tunawahudumia, hata sisi tunatoa huduma tunahitaji huduma. Kama daktari na yeye kuna siku anaumwa. Kwa hiyo na sisi tunahitaji hiyo huduma. Basi nadhani tutatengeneza mazingira ya kuweza kuona, kwa sababu watu wakiweza kukopesheka, ina maana zile credit score zao zikiwa vizuri, ina maana hata biashara ambazo zenyewe mnazipromote za ndani na nje zitakuwa kubwa, na mwisho wa siku biashara ikikua, mwisho wa siku hata mazingira ya ajira yanakuwa makubwa. Muda wetu unatupa mkono. Natamani swali moja tu la mwisho ni kuulize matumizi ya teknolojia kwenye kuzifikisha huduma zenu kwa watu wengi zaidi, kwa wafanyabiashara wengi zaidi, mkoje kwenye eneo hilo la kutumia teknolojia? Lakini pia kama pia mnapata, naunganisha na swali nyingine hapo, kama mna mifumo ya kuweza kupata feedback, mirejesho kutoka kwa watu ambao mnawahudumia wafanya biashara, ili kuendelea kuboresha huduma zenu. Kwa sababu nakumbuka nilikuwa kwenye group moja, nikaona mtu anasema, anauliza, alikuwa anasema nataka naulizia ufuta. Yani kuna biashara. Mara kadhaa hata mimi napata simu, jamaa yuko Sweden anataka kununua korosho ya Tanzania. Unaposikia mtu anataka kununua korosho ya Tanzania, unasema hii ni fursa kwangu kama mtu wa katikati kwenye ile value chain na mpaka kwa mkulima. Lakini unaona, unapotaka kuanza ule mchakato, utasikia kuna body, sijui kuna nini. Kwa hiyo mambo mawili hayo, matumizi ya teknolojia kwenye kuhudumia wateja wenu ambao ndio sisi wafanya biashara, lakini pia kuzidi kutengeneza uwepesi, yani hiyo facilitation isiwe nadharia, iwe ni kwenye vitendo. Karibu. Kwa matumizi ya teknolojia, kama nilivyosema, tunaendelea kuendeleza mifumo. Sisi kama Mamlaka ya Maendeleo ya Biashara Tanzania tuna mfumo ambao tumeshauanza kufanyia kazi watoto wake. Ni mfumo unaitwa ITIMS, Integrated Trade Management Information System, ambayo mtoto wake ni ile Trade Portal, ambayo inatumia na zaidi ya watu 300,000 wa ndani na wa nje ya nchi. Na ndani yake wana take advantage, kama walivyosema, wanataka order, wanatuma mule info, kwa sababu wanaona mfumo uko active. Lakini tuna Trade Information Center, tunapokea request kila siku, na sisi tunapopokea zile tunazifanyia wanaita matchmaking. Tunawa connect na wafanyabiashara wa uhakika. Kama mnavyofahamu sasa hivi kutokana na database ambayo mnayo. Kutokana na database yuko nayo. Lakini sisi tuna platform zetu, nafikiri, na kama hao wa kilimo itakuwa uzuri wakiwa wanachama wetu. Tuna platform zetu, tuna group la wadau wa matunda na mboga. Tuna group la mazao ya nafaka ambayo na ufuta umo na korosho. Kwa hiyo mule pia wanauziana, na sisi wenyewe ndio tunawa manage, tunawasimamia. Na ni magrupu ya WhatsApp hayo ambayo yako na group la spices, wadau wa viungo. Na kule kwenye haya magroup pia, manake kwa watu wasiojua kabisa, mnawapa mpaka maelekezo aina gani ya vibali, vinapatikana vipi, si ndio? Tunamuingia inbox mula anapouliza kitu. Kwa mfano kama huyo anasema nina ufuta mwingi, mmoja anakuja anarusha, anasema nina ufuta mwingi uko go down. Tunaenda inbox, tunamwambia ufuta uko wapi, sema uko wapi. Tunaanza kumuuliza maswali mengi ya intelligence ili kujua kama yule mtu ni halali. Anaweza. Kwa hiyo baadaye ndo tunamconnect na yule mwingine. Na yule mwingine tukimuona na interest, tunaambia subiri, usije ukaingia naye kwanza mpaka kupe go ahead. Kwa nini myatangazi haya? Mbona mimi naona ni mambo mazuri sana?
magrupu hayo yapo yana miaka mingi, magrupu hayo yana miaka 5. Yani natamani kila deal hiyo nakupa kazi. Okay. Kila deal inayofanikiwa ni habari njema sana. Yani kumbuka, manake mnamconnect muuzaji na mteja. Mtu anaenda kuuza tani kadhaa. Unajua ni kitu kikubwa sana hicho. Na tumezalisha wafanyabiashara wakubwa wengi, kwa sababu kuna kwa mfano mmoja namtaja Ambwene. Ambwene yeye ni green, anajiita Ambwene Green. Alikuwa ni mdau wetu kwenye magrupu na ameanza na mpunga. Sasa hivi ni mfanyabiashara mkubwa sana. Okay. Michele. Ana export Kongo, ana export mpaka South Sudan. Kwa hiyo ni tumezalisha kama ulivyosema, ni unajua hili ni unajua kuna tatizo dogo tu la sisi ambayo tuna tatizo la evaluation na monitoring mpaka tukamatane mashati. Kwa hiyo ni kitu cha kufanyia kazi, kutangaza, na ni fursa kwetu kwa sababu ni kazi kubwa tumeifanya. Ni mchango mkubwa tumezalisha wafanyabiashara. Kwa hiyo hiyo ni kazi ya ziada ya sisi ya kufanya, kuhakikisha tunatangaza yale matokeo. Na ni hapo kwenye database inapokuwa mtu ana request. Lakini katika uliosema ile ya online ya mtu anapotaka information, kuna kipindi tulikuwa tunatumia ile simu ya maulizo. Mwanzo kabisa kulikuwa kuna crisis, ilikuwa inafanya kazi masaa 24. Baadaye ile simu haifanyi kazi masaa 24, lakini kwa sasa tunatumia through hiyo trade portal, lakini na hii simu inafanya kazi mpaka saa 10. Lakini system hizi, kwa sababu tuna magrupu mengi kama hayo 4 nilikwambia, ni mifumo ambayo tunafanya kazi nayo. Na mifumo mingine ya huduma ile nilokutajia trade portal, biashara app, inafanya kazi vizuri sana. Mimi napenda kuwasihi Watanzania waifuatilie sana hiyo mifumo, waitumie. Okay. Na kama una interest pia na wewe hapa leo tukimaliza naweza nikakuunga kwenye hayo magrupu yetu matatu. Okay. Kwa wanaotutazama wanaingia kwenye nini? Wanaotutazama unaingia kwenye info@tantrade.go.tz. Unaika namba zako za simu pale, unasema nataka niunge kwenye grupu, mimi ni mfanyabiashara wa mboga na matunda, niunge kwenye grupu la mboga na matunda. Au mimi ni wa nafaka, niunge kwenye nafaka, mimi ni wa spices, niunge kwenye spices. info@tantrade.go.tz. Unasema interest yako, tunakuunga kwenye ile group. Lakini pia unauliza request yako, tunaku-connect na wadau husika. Manake unamwambia anayetutazama kwamba anapoingia mtu kule anaweza akakutana na masoko ndani na nje ya Tanzania, wauzaji na wanunuzi. Okay. Haya, ni kushukuru sana dada Latifa. Kuna ambacho hujakijibu? Kuna ambacho unawasha unasema mimi kwa nini Wasudi hakuniuliza hili swali? Nacho. Niambie. Nacho kwa sababu nataka niwaambie kwamba nyote wa Tanzania nyote. Sasa kama mlikumbuka kulikuwa kuna Expo 2020 Dubai. Mwezi wa 4 tukijaliwa tarehe 13 April mpaka tarehe 13 Oktoba. Tunaanza rasmi Expo Osaka Kansai Japan. Nimeisikia hiyo bwana. Kwa hiyo tunaenda kuanza na tarehe 23 kwa nini Aprili mpaka Oktoba? Ni muda wote miezi 6. Hii ni Expo, ni world event, ni dunia, ni tukio la kidunia. Miezi 6. Sasa sidhani kama Tanzania miezi 6 utakosa fursa. So lazima uende miezi 6 unajipangia ratiba yako. Nimeona kwa sababu kama ni mfano kama Canton Fair ya China inakuwa ni muda mrefu, lakini ya mafungu. Okay, yes, kwa sekta. Kwa hiyo na sisi tumeandaa program 8. Kwa hiyo tunawakaribisha Watanzania wote watembelee platform za Tantrade kwenye interest, waseme na waje kujiandikisha kushiriki hiyo Expo Osaka Kansai katika kisiwa cha Umeshima. Ni tukio kubwa la kwenda kujifunza. Kwa mfano KP, yale magari kule ni Japan. Mimi sidhani ndani ya miezi 6 kama na nyinyi mtakosa fursa. Na mkikosa fursa tunaogopa kwa sababu Japan sio wanatengeneza magari. Sasa unaenda kufanya intelligence. Yes. Unafanya intelligence, unashiriki kwa intelligence. Unasema mimi nataka kutembelea viwanda vya magari, labda viwanda vinatengeneza. Inawezekana kuna malighafi ambayo unaitoa kule. Kwa hiyo ni vitu vingi vya kujifunza, lakini hata partnership. Unapata partner. Nakumbuka kuna kipindi tulishiriki Expo, yule tingatinga alipata order yale maua yake yanotengeneza kwa kiwanda ambacho kinatengeneza juice. Wakamwambia tunatumia hii hati yako, kila kikopo tunachozalisha wewe utakuwa una faida. Kwa hiyo you never know, Expo ina fursa nyingi ambazo hujaweza kuzifikiria. Osaka tuko pamoja. Watanzania naomba tuende pamoja tukashiriki Osaka Kansai. Okay. Kuanzia tarehe 13 Aprili mpaka tarehe 13 Oktoba, miezi 6. Kwenye mna nani za social media?
Tuna social ili media. mtu hizi taarifa kama hajaelewa aje huko kuuliza. Aingie kwenye social media za Tantrade. Tantrade. Uzuri ni Tantrade. Ukiingia tu unaziona. Ina ni Instagram Tantrade, Twitter Tantrade, Facebook Tantrade. All right. Anapata taarifa. Asante sana mkurugenzi mtendaji, mkurugenzi mkuu, vyovyote utakavyotaka, lakini ni bosi wa Tantrade huyu hapa, ambaye nimepata nafasi ya kukaa naye na kujifunza mawili matatu. Wana kazi kubwa sana ambayo wanaifanya katika kuwaunganisha wafanyabiashara wa Tanzania export, kutoa nje, lakini vile vile wanatengeneza fursa kupitia balozi zetu kuhakikisha tunajua masoko ya kule na biashara ambazo pengine ziko kule kuingia Tanzania. Itumia nafasi hii, ingia kwenye Instagram ya Tantrade. Ukienda inbox ukiuliza utajibiwa swali lako lolote. Amesema kuna magrupu hapa ambayo kama wewe ni mzalishaji wa bidhaa za mboga, sijui nafaka na nini, mnakutanishwa na masoko ili usiishie kulalamika katika vijiwe na kulaumu wakati. Afu unajua bwana wa Tanzania, mimi ninachowashangaa, kuna watu ambao wana taarifa hizo wanakula kimya, hawakwambii. Sasa usiache kuzichangamkia kwa sababu haiwezi kukufuata chumbani. Zichangamkie, zitafute. Mimi naitwa Masud Kipanya kwa niaba ya wote ambao wameshiriki kukuletea Credit Info Fireside Chat. Tukutane wakati mwingine tena. Bye bye.